Leo tunafuatilia hadithi ya kusisimua kidogo, safari ya sokoni, mahali ambapo lugha inakutana na maisha ya kila siku. Asubuhi moja yenye upepo mwanana, Amina aliamka mapema akiwa na kikapu chake cha mianzi mkononi. Alikuwa na lengo moja: kwenda sokoni kununua matunda na mboga kwa ajili ya familia yake. Njiani aliweza kusikia sauti za wauzaji wakitangaza bidhaa zao kwa furaha: maembe matamu, ndizi mbivu, nanasi tamu sana. Alipofika sokoni, rangi zilimvutia mara moja: nyekundu ya nyanya, kijani ya mchicha, manjano ya ndizi. Kwanza alisimama kwenye kibanda cha matunda. "Habari yako?" Amina alimsalimia muuzaji. "Zuri sana, karibu dada." Muuzaji akajibu kwa tabasamu. Amina kaanza kuchagua matunda. "Naomba kilo moja ya maembe tafadhali." "Karibu, haya maembe ni matamu sana." Muuzaji akasema huku akiyapima. "Kiasi gani?" Amina kauliza. "Shilingi 200." Muuzaji akajibu. Amina katoa pesa, akasema, "Asante sana." "Asante, karibu tena." Baada ya hapo akaelekea upande mboga. Hapo alikutana na rafiki yake Juma. "Amina, kumbe uko hapa?" "Ndio, nimekuja kununua mboga. Wewe je?" "Mimi pia, natafuta viazi na karoti." Amina akaendelea na ununuzi wake. "Naomba fungu moja la mchicha, kabichi moja na nyanya 5." Muuzaji akamjibu, "Sawa, nitakupimia." Wakati anangoja, Amina aliendelea kujifunza majina ya vyakula mbalimbali: pilipili hoho, vitunguu, matango, bilinganya. Soko lilikuwa kama darasa, haila lugha. Kila kona ilikuwa na neno jipya la kujifunza. Baada ya kulipa na kuweka kila kitu kwenye kikapu chake, Amina aliondoka sokoni akiwa na furaha. Sio tu kwamba alinunua chakula kitamu, bali pia alijifunza maneno mapya Kiswahili. Na hiyo ndio uzuri wa kwenda sokoni, ni zaidi ya kununua, ni kujifunza, kukutana na watu na kuonja utamaduni. Asante kwa kusikiliza, na tukutane tena kwenye kipindi kijacho.